Mungu anapotaka kutusaidia kwenye maisha, anaachilia maelekezo tunayotakiwa kuyafuata, na shetani akitaka kutuvuruga analeta maelekezo ili tuasi yale maelekezo ambayo tayari tumepewa. Mtu yoyote anayetaka kuwa bora duniani ni yule anayefuatilia maelekezo. Changamoto tulionayo, tunafikiri tunajua, matokeo yake tunaharibu. Mungu hakuleti duniani bila kukupa maelekezo. Ndiyo maana Mungu ameliweka neno lake kuwa wazi ili kila mtu ajue. Maelekezo yakikosewa, adhabu inakuja. Kwa hiyo ni lazima umjue Mungu, ujue kanuni za Mungu, namna ya kuishi na Mungu, namna ya kuenenda na Mungu. Katika bustani, Adamu aliwekwa kwenye bustani. Bustani yako wewe ni dunia hii, ndipo ulipowekwa. Lazima ujue kanuni za aliyeiumba, anataka uendeje, ana kanuni zake, ana mapenzi yake, ana makusudi yake. Unapokosea lazima ujue nimekosea, na ukishakosea ni lazima ujutie kosa, kwa sababu hilo kosa linaweza likazaa kitu kigumu kwenye maisha yako. Hatua nyingine nini? Lazima ulikiri, utubu. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho unangoja ukae bila toba. Shida sio kukosea, shida ni kutokutubu. Na kwa nini utubu? Ni kwa sababu huelewi madhara. Na kama mara nyingine unatubu kienyeji, ni kwa sababu hujui madhara ya kosa, hujui madhara ya dhambi, hujui madhara ya uovu, hujui madhara ya mambo yasiyompendeza Mungu yanayokuzunguka. Tunaweza tukakemea kila kitu hapa, tunaweza tukaomba, tukashandalize hapa, bado tukiondoka mambo yako vile vile. Kwa nini? Kwa sababu tunajihesabia haki, tunajiona ni wenye haki. Ni kweli tuna haki kupitia msalaba, lakini msalaba haukuja hivi hivi. Umekuja kikanuni, umekuja kiagano, umekuja kigharama, haukuja kiwepesi wepesi. Mungu alipenda akatoa, na sisi tukimpenda lazima tutoe. Hakuna kupenda bila kutoa, ila kuna kutoa bila kupenda. Kanuni ya upendo, lazima ujitoe katika lile pendo. Alikuja kwa walio wake wakamkataa, lakini waliompokea akawapa uwezo. Maana yake haijalishi Mungu anakupenda kiasi gani, haijalishi ametengeneza msamaha kiasi gani, haijalishi ametengeneza neema kiasi gani, ni lazima ukubali. Hakulazimishi, hakushurutishi, ni lazima ukubali. Na hiyo lazima iingie kwenye akili zako kwamba ninapoenda ibadani ni lazima niushurutishe moyo wangu kukubaliana na Mungu katika maelekezo ya kiibada.